jaribu la ndoa nimepita kwa machozi makubwa kuliko maelezo. Unaweza kukuta masanduku yanatupwa nje, anakuambia rudi Dar es Salaam, nataka nikae mimi mwenyewe. Na alikuwa mtu mkubwa tu mgodini, mhasibu. Kwa hiyo nikapita kwenye jaribu la ndoa, likawa zito kwangu, niliona ni jaribu zito. Ilifikia kipindi akahama Geita, akaenda Msoma, akaniacha Geita na mtoto mmoja ambaye yuko Australia kwa sasa, wengine walikuwa boarding. Nikaa nakosa chakula, saa ingine nasaidiwa na wazee wa kanisa, saa ingine unaambiwa nenda kapepete pumba za mchele ili ulishe watoto, saa ingine kodi ya nyumba hailipwi. Kwa hiyo nikapita jaribu la ndoa, likawa gumu kwangu. Ndipo nilipomjua Mungu zaidi na nikaongeza maombi zaidi, nikawa muombaji kuliko maelezo. Nikaa nanyanyuka namfuata mume wangu Msoma. Nikifika huko napigwa, naenda na yule mama aliyekuwa naye wa nje, wanahonga polisi. Wakihonga polisi unakuja kukamatwa usiku saa 11, unapelekwa polisi. Saa ingine unaumwa lakini ndio unapitishwa. Watu wakawa nasema huyu mtoto hatumrudishe tu kwao kama umtaki, ameshapagawa na wanawake wa nje. Sasa nikapita kwenye jaribu la ndoa toka 98. Nikaa nimepita kwenye jaribu zito la machozi, muda wote ni machozi anamwagika. Kitu nilichotamka, nilisema Bwana Yesu utanioa, kwa sababu mume sikumpatia kilabuni, mume sikumpatia barabarani, mume mimi sikumpatia kwenye baa. Yesu Kristo utanioa kama utamrudisha mume wangu. Kwa hiyo muda wote nikawa naomba, ninalia, nakumbuka kulikuwa na mkanda fulani unaitwa Suicide Mission ambaye wa Nigeria waliigiza. Yule baba alibeba masanduku akayarusha nje na watoto. Huko kote mimi nimepita. Kwa hiyo nikawa na majaribu mazito. Saa ingine unatumiwa nguvu za giza, wanawake wa nje wanakutumia nguvu za giza mradi tu ufe au upotee ili waolewe na mhasibu. Yani nikapita kwenye changamoto. Watoto saa ingine hawana ada nini, unafuata unakuta mtu yuko na mwanamke mwingine. Kwa hiyo nikapita kwenye changamoto la machozi pamoja na watoto. Ninamshukuru Mungu sikumwacha Yesu. Ikafikia kipindi nimemfuata mume wangu Msoma, nikakuta kwa hiyo nikawa na majaribu mazito. Saa ingine unatumiwa nguvu za giza, wanawake wa nje wanakutumia nguvu za giza mradi tu ufe au upotee ili waolewe na mhasibu. Yani nikapita kwenye changamoto. Watoto saa ingine hawana ada nini, unafuata unakuta mtu yuko na mwanamke mwingine. Kwa hiyo nikapita kwenye changamoto la machozi pamoja na watoto. Ninamshukuru Mungu sikumwacha Yesu. Ikafikia kipindi nimemfuata mume wangu Msoma, nikakuta na mwanamke mwingine. Sasa kumbe wamama wengi wanapagawa na mapepo na roho za uchungu kwa sababu ya ndoa. Mama yeyote anayepita kwenye changamoto ya ndoa lazima uchungu utamuingia, roho ya uchungu. Na roho ya uchungu inapoingia mapepo yanamvagaa. Nikapigwa na mapepo. Nilipopigwa na mapepo asubuhi mwangu akaamka akatupa sanduku nje. Nikachukua sanduku nikajitwisha, nikaa nakuja Msoma. Nikashindwa kubeba sanduku, kifua kinaniuma, kumbe nimetumiwa na yule mama nguvu za giza ziniue nife. Nikapigwa kifua. Nikaenda kwenye duka fulani, nikasema nitunzie ili sanduku nitakuja kulichukua. Nikaenda mpaka Msoma mjini ya panda, nikapanda gari kwenda Mwanza. Ni mkute mtoto wangu Geita. Bahati nzuri mamangu mzazi alikuwepo na binti yangu mkubwa ilikuwa likizo alikuwepo. Sasa nikapiga simu, hiyo ilikuwa 2002 au 2003. Nikampigia mama simu, tulikuwa na simu ya mezani. Nikamwambia mama, mtume Raeli aje anipokee Mwanza na kufa. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia mama aje anipokee. Binti kweli akaja Mwanza kunipokea. Sina mzigo, nimeshindwa kubeba begi, yani kifua kinauma, siwezi kunyanyua mzigo.
Nilipofika Mwanza, nina mawazo, nimekonda, nimekuwa mweusi. Mimi ni mweupe lakini nimekuwa mweusi. Nilipofika Mwanza tukakutana na mtoto. Tulipokutana na mtoto nikamwambia tutembee mpaka Kamanga Feri. Ilikuja gari ya polisi, ilikuja kuzimia gari kwenye uso wangu. Askari yule akasema, punguza mawazo, utakufa. Binti akaniambia, mama, tuchukue taksi mpaka Kamanga Feri. Mama, tuchukue taksi. Mama, kweli unataka kufa mama? Ona ulitaka kukanyagwa gari. Basi tukachukua taksi mpaka Kamanga Feri. Tumefika Kamanga ili tuingie kwenye gari, nikamwambia nataka nijitupe baharini, ziwani, ziwa ile la Victoria. Binti akanishika mikono akaniambia, mama, kumbe nimerushiwa nguvu za giza kwa sababu ya uchungu na manunguniko. Akanishika mikono akasema, mama, hapana. Nikamwambia nataka nijitupe. Kwa nini babako ananifanyia hivi, anataka kuniua? Tukaingia kwenye pantoni, tukavuka maji, tukaingia kwenye gari. Kufika Geita, mamangu alivyoniona akaanza kulia. Alilia sana. Ananiuliza sanduku liko wapi? Nikaambia mimi nimeliacha huko. Sawa, sasa tumesikia mtumishi wa Mungu hapa akitupitisha kwenye yale ambayo ameweza kuyapitia, maana maisha ya hapa duniani yaone hivi hivi, lakini cha msingi na cha muhimu zaidi ni kuendelea kukaa katika uso wa Bwana. Utafute uso wa Bwana ili Bwana akae ndani yako na ukae ndani yake. Chochote kinachokuja kikiwa kibaya juu yako atapambana nacho, akitakuja kupambana na wewe. Ndio maana ya watu kuwa na Yesu. Sasa ushuhuda unaendelea mpaka pale Bwana atakapokuwa ametuambia hapa ndo tamati ya ushuhuda huu. Tutaendeleza sehemu ya pili, na kama ikitokea sehemu ya tatu, basi ni kwa neema ya Mungu tutaendelea kusikiliza. Barikiwa. Mimi mda wote ulikuwa nami Dennis Matayo,